Nchi yetu ni nchi iliyojaa mawazo ya waasisi. Nchi yetu ni nchi iliyojaa upendo wa waasisi. Hebu fikiri historia yetu inapoanzia, jina la nchi yetu inapoanza, inaitwa Tanganyika. Wewe unajua kwa neno Tanganyika, lakini hili neno Tanganyika maana yake ni changanyika, ni nia iliyokuwa inaishi ndani ya jina. Kuchanganyika nini? Kuchanganya nini? Kuchanganya makabila 128 kutengeneza lugha moja ya Kiswahili, lugha ambayo imebeba umoja na mshikamano na upendo. Ilikuwa ni rahisi au ni ngumu kiasi gani kuwaingia makabila na kuwaelezea kwamba tunataka tufanye kitu kwa ajili ya taifa, tufanye kitu kwa ajili ya upendo wa vizazi vyetu vijavyo, na wakakubali kuacha lugha zao, wakasema tutakubali lugha moja ya taifa ili kuleta umoja na mshikamano. Nia hiyo ya upendo iliyokuwa kwa wazee wetu wenye makabila tofauti tofauti hatimaye ikazaa lugha ya Kiswahili, lugha adhimu ya Kiswahili. Nia hiyo hiyo ikachukuliwa na waasisi wetu wenye upendo, wakawa na tanuru la moto, moto wa mafanikio, moto wa upendo, moto wa umoja. Tanuru hilo ndo likaitwa TANU. TANU hiyo ikapigania uhuru wa nchi ya Tanganyika au Changanyika. Baada ya watu kukubali kuchanganyika, kufanya kazi kwa pamoja, kulipigania taifa, ni jasho zimemwagika, ni damu imemwagika kulitengeneza taifa la Tanganyika kwa kuchanganyika. Tanuru hilo likapambana ndani kwa ndani kwa hekima na nia bora ya maendeleo, kuleta maendeleo kwa kizazi hichi. Yaani wana nia ya kutuletea maendeleo sisi wa leo. Hatimaye tanuru lile likafanikiwa kuleta uhuru, na ule moto wa tanuru ukawasha mwenge wa uhuru. Leo hii yuko mtu anauona mwenge hajui maana yake. Mwenge una mwanga wa tanuru, upendo, mawazo ya waasisi. Ule mwenge unapita kumulika maendeleo. Ni waasisi wanaona maendeleo na kumulika taifa liendelee kuwa na umoja na amani na upendo na mshikamano. Hebu tuangalie jina Zanzibar. Kihistoria, Zanz maana yake ni ungana, bar maana yake ni bara. Kwa hiyo neno Zanzibari halikuwa tu pale kwamba limekuwa, ilikuwa pia ni mawazo ya waasisi kukuwa na neno Zanz ili kuunganisha, kuleta maana halisi ya kuungana na bara. Wanaungana na bara ili nini? Wazo limeanza zamani, kabla ya ile kuona Nyerere na Karume wameshika wanachanganya. Ile kuchanganya mchanga pia ni nia bora ya kuchanganyika. Wazo la muungano ni wazo bora lenye upendo. Kitu cha kwanza walipofanikiwa kupata uhuru Tanzania, walipigania na ndugu zao wakapata uhuru Zanzibar. Hatimaye tukapata muungano bora, muungano wa kudumisha umoja na nguvu. Huu muungano ni wa kuleta nguvu ya taifa, sio ya kuleta mgawanyiko wa taifa. Leo hii tuna mawazo bora ya waasisi, tumezalisha upendo na amani. Tunaishi kwenye Tanzania ambayo ina amani na ina maendeleo, ila chuki zinazopandikizwa kwa watu ndio zinazosababisha leo hii tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Lakini tupinge hizi chuki na tuone zile nia za upendo za waasisi wetu kutoka makabila 128, kutoka makabila ya Zanzibari, kuchanganya kuwa kitu kimoja mpaka leo tumepata umoja huu. Tusiupoteze umoja wetu, tuulinde umoja wetu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mungu wabariki Watanzania, wapendane kwa nia. Kama we ni Mtanzania, basi jua neno nia haliko pale bahati mbaya. Hii nia unatakiwa ukumbuke. Kila unaposikia neno nia, kumbuka kwamba ni nia bora na uongozi bora. Kila mtu ni kiongozi.